الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير من تاب إلى الله وآب. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وأن استغفروا الله وتوبوا إليه. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aleta katika kitabu chake kitukufu mambo mawili yataka tuyalete, nayo ni al-istighfar na tauba. Istighfari na tauba. Istighfari ni talabul maghfira, ni kutaka Mungu akusamehe, Mungu akusitiri hapa duniani, Mungu asikupatilize kwa makosa yako uliyokosea. Ile inaitwa ni istighfar, talabul maghfira. Tauba ni rujuu ila Allah, ni kurudi kwa Mwenyezi Mungu, wa nadamu, na kujuta kwa yale makosa uliyofanya, waltizamu taati, na kujilazimisha kuwa na toa. Na ndio tunaona mitume mingi Nabii Allah Hud akaambia watu wake, anastaghfirullah wa tubu ilayhi, mati'ukum matan hasanan ila ajali musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum adhaban ila akhir aya. Kwa kumwombeni Mungu istighfari na tauba, Mungu atapastarehe, atapa umri mrefu, atawalipa. Na ndio Nabii Allah Nuh, watu wake walikuwa wakiabudu masanamu, lakini pia aliambia nini? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nikamwambia ombeni msamaha kwa Mola wenu. Mola wenu Ghaffara, yukusamehe sana, na mkipata msamaha Mungu, yursil samaa alaykum midrara, mvua itanyesha kwa wingi, yenye mvua yenye mavuno, yenye imdad, yenye madad. Mali yatakuwa mengi, pesa zitakuwa nyingi. Watoto mtapata, kila atakaye watoto atapata watoto wengi. Mashamba, mabustani yatamea, vyakula vitakuwa vingi. Maji yatakuwa yanapatikana kila siku, kila mahali, matamu kwa urahisi. Itakuwa raha tupu, tutakuwa ndani ya pepo hapa duniani kabla kuwa akhira, kwa sababu tumepata msamaha wa Mungu, tumepata maghfira, talabul maghfira. Na ndio utaona Ramadhani tushikilia sana hili, ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah nasaluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Na hili Mtume alitusia kwa mambo manne, shikamane nao sana katika Ramadhani. Mambo mawili hamuna budi nayo, mambo mawili mumridhisha Mola wenu. Mola wenu aridhika kwa shahada la ilaha illa Allah nastaghfirullah. Sisi hatuna budi nao, nasaluka aljannata na'udhu bika minan nar, kutaka pepo na kujilinda na moto. Na masiku haya tulikuwa nao ya Lailatul Qadr, Mtume aliulizwa Sayyidatuna Aisha, ukiona Lailatul Qadr niseme nini au nifanye nini? Mtume kama fakuli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, Mola wangu wewe hakika kweli msamehevu,
wapenda kusamehe, nisamehe. Ni msamehevu, wapenda kusamehe, nisamehe. Na Mtume mwenyewe asema, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra wa fi riwaya akthara min 100 marra. Wallahi napo kwa Mwenyezi Mungu ninaleta istighfari na natubu na kurudi kwa Mwenyezi Mungu kwa siku moja zaidi ya mara 70. Kwa hiyo zaidi ya mara. Mtume aomba istighfar, aomba msamaha, aomba tauba kwa siku moja zaidi ya mara 70, zaidi ya mara 100. Mtume huyu ni ule inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Mungu apate kusamehe madhambi yako yaliyotangulia. Mtume hana madhambi, anaomba msamaha kiasi hichi. Je, sisi wenye madhambi nataka tuombe msamaha kiasi gani? Na Mtume akisema tena, man lazama al-istighfara ja'ala Allahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Ukileta istighfari saa zote, Mungu kila hamu atakupa faraji yake, kila dhiki atakuondolea dhiki yako, na utapata riziki namna usiyotambua. Kwa hiyo mlango mkubwa wa riziki ni kuleta istighfari. Na siku zote tutatolewa kiswa cha Imam al-Hasan al-Basri alipokuwa watu wakimshtakia jambo lolote ya matatizo, waambie leteni istighfari. Ule alikuja akamwambia, ya Imam, mvua hakuna kwetu, makwetu hatuna mvua. Leteni istighfari, mvua itakuja. Utaona pia swala kuomba mvua badala ya takbiri watu istighfari. Khutba kuomba mvua utamuza istighfari. Ule mwingine akaja, mimi ya Imam, mimi sijapata mtoto, nimeoa si miaka mingapi, leteni istighfari. Ule mwingine akaja, si mashamba yetu hapati mimea hatoki vizuri, za kula zina taabu, leteni istighfari. Kwa hiyo kuna shida za maji yakauka, kama leteni istighfari. Jamaa akashangaa, kila kitu anachoomba Imam Hassan al-Basri leteni istighfari, leteni istighfari. Kamwambia kwa wapi? Basomeni Qur'ani bwana. Qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa alaykum bidirara. Mvua ni istighfari. Wamdidukum bi amwali wa banin, mali na watoto. Utaka mali, utaka watoto, ni istighfari. Ukitaka mimea, utaka chakula, ni istighfari. Kwa hivyo jambo lolote fanya istighfari, Mwenyezi Mungu atakufungulia. Ndio Mwenyezi Mungu mwenyewe kuambia, yaftahu Allahu bil istighfar. Mwenyezi Mungu kufungulia mambo kwa kuleta istighfar kwa wingi. Tulete tauba, turudi kwa Mwenyezi Mungu. Tauba nini? Ni kurudi kwa Mungu. Ufanye nini? Ujute. Sababu nadamu tauba, kujuta ni tauba. Tauba nini? Ni al-iqla'u 'anil ma'asi, ni yale maasi uliokuwa ukifanya uachane nayo, sifanye tena maasi haya. Hiyo jambo la pili. Sharti ya kwanza ni kujuta, sharti ya pili ni kuacha ile maasi. Sharti ya tatu, wal azmu an la yauda alayhi, ni kurudia maasi, sitorudia tena, sitofanya tena. Ukishakujuta, ukishakuacha, ukishakutorudia tena, ukishapata tauba wewe. Sharti ya nne, ikiwa ni haki ya mtu, umemtukana, umemsengenya, umemdhulumu, umekula haki yake, basi ni umuombe msamaha ule uliomkosea. Ikiwa binadamu, ikiwa baina yako na Mwenyezi Mungu, mambo matatu yatosha. Ukishakujuta, ukishakuacha maasi, kutorudia tena, yatosha. Ikiwa wewe na Mungu wako. Ikiwa kuna haki ya binadamu, ongezekana 4, nirudishe haki yake. Hiyo ndio tauba. Na hili ndio Mungu alizungumza sana, ya alladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana rabbana innaka ala kulli shay'in qadir. Enyi mlioamini, tubuni kwa Mwenyezi Mungu tauba yenye sharuti. Sharuti ndio hizo 4: kujuta,
kuacha maasiya, kutorudia tena maasiya. Ikiwa ni haki ya mtu, rudishe haki yake. Hiyo ndio tauba nasuha, ndio umepata tauba yenye sharuti. Ukitubu tauba yenye nasuha, asa rabbukum ayukaffira ankum sayi'atikum, wala wenu mlezi wenu makosa yenu atasamehe. Kisha kupata tauba yenye nasuha yenye sharuti zinavyotakana, Mungu atasamehe madhambi yenu, ataingiza ndani ya pepo yenye mabustani ya pepo yenye mito ndani yake yapita. Siku hiyo Mungu ampe khizaya mtume na wale waliomwamini, nuru yao itakuwa ina huku mbele mbele mbele, ukitembea katika suratu na nuru. Wale walioamini yakunu rabbana atim lana nurana, Mungu tutimizie hili taa na mwangaza uliotupiga nao njia ya sirati ya kwenda peponi. Chini kuna moto katika bridge ya kwenda peponi, basi usizinye taa kama hili, ni mweza kila kitu. Na Mungu asema tena, tubu watubu ila Allahi jamia, watubu ila Allahi jamia ayuha almu'minun la'allakum tuflihun. Na mtubu mrudi kwa Mwenyezi Mungu nyote nyote, sio huyo atubu, watu wote watubu mtafaulu. Na mwezi wa Ramadhani ni shahru tauba, na mwezi wa Ramadhani ni shahru maghfira, ndio wakati wake. Na watu wametubu, na watu wameleta maghfira, na watu wamerudi kwa Mwenyezi Mungu, na watu wametenda mazuri, wametenda toa, wameshikana na ibada, wameshikana na saumu, wamesaidiana, wameacha kila ubaya aliokuwa nao, kila uchafu na kila dhambi wameliepuka kwa sababu ya kuheshimu mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ukimalizika ni kuendelea nao. Dalili ya kufaulu ni mtu kuendelea na mambo mazuri. Tubu kwa Mwenyezi Mungu utafaulu. Na Mungu ana rehema sana na sikitiko. Binadamu ukimkosea aweza asikusamehe, na akikusamehe hatusahau lile kosa. Utakuwa ni mchukivu mbele ya macho yake siku zote, akikuona kuchukia, akukumbuka umemkosea. Na kuna makosa mengine hawezi kukusamehe, mtakosana, lakini Mungu ni rahimu. Allahu yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin. Mungu awapenda kisha yenye kutubu, anapenda kujitahirisha madhambi, kwa sababu hataki bila dhambi kama la dhamba la. Yenye kujuta na dhambi hana dhambi, na taibu bila dhambi habibu rahman. Yenye kutubia na dhambi ni kipendi cha Mungu. Mungu yuwampenda haswa, yuhibbu tawwabina, apenda tena sitaibu tawwabina, wenye kutubu sana, wafanya makosa saa zote, wafanya makosa mara nyingi, wamekosea sana, wamekosea mengi, lakini Mungu awapenda hao. Hao wenye kukosea sana Mungu awapenda. Binadamu hapendi mkosea sana. Ukimkosea sana hatakusamehe tena, lakini Mungu apenda na atakusamehe, na bado utabakia ni mja wa Mungu na kipendi cha Mungu. Ndio akamwambia Mtume, kul, waambie ya Muhammad, kul ya Muhammad, ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, enyi waja wangu mlofanya israfu ya madhambi mkapita mpaka, la taqnatu min rahmatillah, sikate tamaa na rehema Mwenyezi Mungu. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, Mwenyezi Mungu samehe madhambi yote, madhambi yote. Mungu innahu huwal ghafurur rahim. Dhambi lote tena Mungu ya ibadi waja wangu wamefanya israfu ya madhambi kupita mpaka, wamekufuru, wamefanya shirki, wameabudu masanamu, ni israfu, wamelewa, wamezini, wameiba, asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa na rehema Mwenyezi Mungu. Mungu usamehe, usiseme nitasamehewa mimi. Ukiwa kumshirikisha Mwenyezi Mungu, Mungu kusamehe ndio kosa kubwa, alishaku billahi, Mungu atakusamehe. Ikiwa kosa kubwa ni kuua, na ukiua ukaenda msamaha kisha sawa, ukalia ukajuta, Mungu atakusamehe. Tutolewa kisa siku zote, yule aliyeua nafsi 99 aliua nafsi. Akina kwa shekhe kwa uliza kwa shekhe Amia akamwambia mimi nimeua nafsi 99, je nina tauba? Kama asalala uwe watu 99 kisha Mwenyezi Mungu usamehe, huna tauba wewe. Wakati nyuma Bani Israeli akamuua naye akamtimiza 100, basi naye 100 sasa. Akaenda kwa shekhe mwingine akamwambia je mimi nina tauba? Hadithi sahihi iko katika Riyadhus Salihin na tabu nyingine. Akamwambia nani atakuzilia wewe na tauba? Nani atakuzilia wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Unao tauba wewe, lakini tu nakupa sharti, toka mji huu, mji
Ukikaa hapa utaendelea na makosa yako. Enda mji wenye watu wema ukakae, ukaombe tauba ukae huko na watu wema. Lakini ukikaa huku utarudia, ndio wale watu wenye kutumia uraibu na mambo mabaya, wakirudia kwao, wakitoka wakija maskani, wakipambana na wale watu wao wa zamani, hurudi katika makosa yale yale. Wewe ni utoke, fanya hijra. Bwana akatoka. Alipotoka afika njiani, malakul mauti akamjilia. Malakul mauti akamjilia, akafa. Akaja malaika wa adhab na malaika wa rahma. Ule atakuchukua mpeleke motoni wa adhabu, na ule wa rahma atakumpeleka peponi. Ule asema ni wangu, asema ni wangu. Ule akamba aenda kutubia, hajatubia. Ule akamba la waja kutubia, ni mauti tu amemtukua, wakashindana. Mungu akaita malaika mwingine, akamwambia pime masafa anayotoka na masafa anayokwenda. Ikiwa anapokwenda ni karibu, basi ni peponi. Ikiwa alipotoka ni karibu, wa motoni. Ikiwa anapokwenda ni mbali, anapotoka ni karibu, wa motoni. Ikiwa anapokwenda ni karibu, alipotoka ni mbali, wa peponi. Ikaja ikapimwa, basi ukaambiwa amekuwa na karibu na peponi kwa sababu ya ule ubavu wake tu, alipoanguka alisingilika kidogo tu ukazunguka. Kiasi shubiri 1-2 tu yuko karibu na kule anapokwenda. Akawa ni mtu wa peponi, anataka kutubia, na ameua nafsi 99 akatimiza 100. Kwa hivyo Mungu, usikate tamaa, omba tauba, omba msamaha kwa makosa yako yote. Mwingine alipokewa ni mmoja, alikuwa amefanya makosa mengi sana na madhambi mengi katika Bani Israili. Alipokuwa karibu kufa, aliita watoto wake, kama mimi nimewakopesha watu wengi madeni na wadai watu wengi, basi wasameheni wale ambao kwamba na wadai, na wale watumwa wangu wote walikuwa wakifanya kazi na wadai, wasameheni, pengine na Mungu mimi atasamehe. Na nikifa nichomeni, niwe jivu mtupe ndani ya bahari Jehanamu. Sasa mimi sitatoka kumwona Mungu wangu kwa uso gani kwa makosa aliyofanya. Basi kufa ikafanya hivyo, chomwa, jivu kachukulia, tukapeleka baharini, tukakusanya vile, tukatupwa. Mungu akakusanya ile jivu, akamkusanya, akamrudisha. Mungu aweza kila kitu, huwezi kukimbia. Na mbona umefanya hivyo? Kwa sababu umefanya kwa sababu kuogopa wewe. Mungu akamwambia nimekusamehe. Basi na mifano wengi ya watu ambao kwamba walikosea, na tutolea pia mfano wa Abu Nuwas. Abu Nuwas alikuwa katika khilafa ya Harun Rashid. Abu Nuwas alikuwa kijulikana, alikuwa ni shairi khumur, shairi wa ulevi, mlevi alikuwa. Abu Nuwas alikuwa julikana ni mtu mwenye maneno machafu, maneno kusahaya. Mpaka wengine akasema, ndio kusema waacheni wenye kuabudu ndio kwenye misikiti wakifanya ibada zao, na sisi tuacheni klabuni tulewe. Lakini wakati wa kufa na wakati wa ugonjwa wake alirudi nyuma, akaomba tauba. Mashairi yake marefu yajulikana, Rabbi, ewe Mola wangu, kad kathurat dhunubi adhmatan, madhambi yangu yamekuwa makubwa na ni mengi, nani atanisamehe? Ikiwa wewe utanisamehe, nani mwingine atamsamehe? Akiwa kutaraji wewe, kana la rujuka ila almuhsinun, akiwa kutaraji wewe isipokuwa ni yule mwenye kufanya uzuri, basi nani atakayekumlinda mwenye makosa na kumsamehe mwenye makosa? Akatoa mashairi marefu. Nasemeka hata wakati huo ni wakati Imam Shafi alipokufa, akasema yeye hatomswalia wala hatomwosha. Alipoitwa Ibn Wasi amekufa, Imam Shafi amekataa mwanzo. Njoo akaosha mashairi aliyotunga ya kuomba tauba kwenye Mwenyezi Mungu na istighfari na kulia. Imam Shafi akasikia, akatoka na matozi, akalia, akasema mwosheni, leteni msikitini nitamswalia. Kwa sababu hakuna kosa Mungu hawezi kusamehe. Hakuna asiweza kusamehewa na Mungu. Usiseme ukamwambia mwenzako wewe husamehewi, wewe wa motoni, wewe ndio umekwisha wewe.